Mwanzo 39 mstari wa 7 hadi wa 20, tunaona Yusufu anasingiziwa na mke wa Potifa kwamba alimtaka kumbaka, lakini Yusufu anapopelekwa gerezani, Mungu anamtokea, anapata kibali kwa mkuu wa gereza. Watakapokutupa kwenye shimo, Mungu akupe kibali. Watakapokuuza, Mungu akupe kibali. Wakikupeleka kwa Potifa, Mungu akikupe kibali. Hata wakikutia gerezani, simama na Mungu, mwambie Bwana, umenileta kwa hapa kwa ajili ya kunifundisha. Hawa wanitesi, bali wananipeleka kwenye hatima yangu. Baba, Mungu nipeleke kwenye hatima yangu, mahali ambako walinicheka, wanasema tumwelewi. Bwana, unipe neema ya kueleweka, sio kwa Tanzania toa, bali kwa Afrika Mashariki, bali kwa Afrika ya Kati, bali kwa Afrika Kusini, bali kwa mataifa mbalimbali. Wamenitia birikani, Bwana nitoe kwenye birika. Wamenitia kwenye mifungo ya mikatare, Bwana nipe neema. Mungu akupe neema, Mungu akupe neema, neema ya kuinuliwa juu. Neno la Mungu linasema utakuwa juu, utakuwa juu tu, hautakuwa mkia. Baraka za Mungu zitakuwa juu yako kila siku, kila saa. Hata kama utakuwa umezeeka, Mungu alimkumbuka Elizabeti waliokuwa wazee, akamkumbuka Elizabeti, akamkumbuka na mume wake aliyekuwa ni kuhani Zakaria, akawapa watoto katika uzee. Hakuna linalomshinda Mungu. Katika uzee wako Mungu anakuikumbuka tena. Katika maisha yako Mungu akukumbuke tena. Hakuna kuchelewa wala kupata hasara. Katika biashara zako Mungu akukumbuke tena. Maisha yako yang'ae tena. Pokea nyota na kibali kila mahali. Mungu anaachilia kibali na nyota katika maisha yetu. Ni nani wa kumshinda Kristo? Ni nani wa kumshinda Kristo? Ni nani wa kuondoa maroho yote aliyoachiliwa? Ni Yesu Kristo. Akikuinua hakuna kukushusha tena, akikuinua hakuna kukushusha tena. Kahaba mmoja alikuwa anaitwa Rahabu, lakini katika ukahaba wake alikuwa anampenda Mungu. Mungu akaangalia moyo wake ya kwamba huyu ni kweli ni kahaba, anafanya ukahaba lakini si kwa sababu anaupenda. Kahaba akapokea wapelelezi, akawahifadhi kwa moyo mmoja, na Mungu akamkumbuka na yeye na familia yake. Kama Mungu aliweza kuokoa familia ya kahaba, wewe